aliwaathiri watu kwa maneno, aliwashawishi watu kwa vitendo, aliwashawishi watu kwa mienendo yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka wakati mmoja amuona bibi kikongwe yuahitajia msaada, anatita la kuni haliwezi, aamua kumpa msaada kama mtu tu kumsaidia. Na huo ndio Uislamu. Unapomuona mtu yuahitajia msaada, mpe msaada wako, imma ni wa maneno, imma ni wa vitendo, imma ni wa nguvu, msaidie. Kullu ma'rufin sadaqa, kama alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume alimuona bibi kikongwe anatita la kuni, akasema huyu mimi simwachi, lazima mfanye nini? Nimsaidie. Na naam, akaenda akamsaidia, akamfikishia mpaka kule alipokuwa ibaenda. Baada ya kufika kule alipofika, yule bibi kikongwe amwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye hamjui kama ni mtume, amwambia mjukuu wangu kuna maneno nataka nikwambie. Yasemekana kuna kijana atakuja baada ya muda fulani, na huyo kijana atakapokuja atadai kuwa yeye nani ni mtume wa Mungu na atakuja na dini nyingine. Kwa hiyo ninakuomba mjukuu wangu, huyo kijana atakapokuja usimwamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza huyu bibi, je, kijana huyo wamjua wewe? Ushawahi kumuona? Amwambia la, sijui, lakini habari zake tulisoma katika Taurat. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bibi, basi huyo kijana unayemzungumzia ndio mimi hapa. Huyo kijana unayemzungumzia ndio mimi hapa. Yule bibi kikongwe ikawa ndio sababu yake yeye kuingia katika Uislamu kwa mazuri aliyofanyiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo utaona mzee mtu mzima, mtu hajiwezi, labda ni mlemavu, washindwa kumpeana msaada. Ima ni Muislamu ama asiyo Muislamu, wewe msaidie tu, hayo mengine mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa hikma alikuwa nazo ndio kama hizi, na kumuona mtu anahitaji msaada usimwache, msaidie. Na huo ndio Uislamu.